Miaka 3-4 iliyopita kwa kule Harare. Sasa mimi na wale watoto nao na watoto tukauliza swali likapelekea uchokozi sana. Tukasema, kwa nini watu wengi wanaishi maisha shallow? Kwa nini watu wengi wanaishi maisha superficial na haiwasumbui? Wamesoma, hawajasoma, wana biashara, hawana, yani wanaishi maisha very superficial. Kwa nini? Hata watu wa imani. Sasa tukasema, tunafikiri watu wengi wanakosa depth katika maisha kwa sababu hawana desturi ya kufikiri. Si kawaida yao kuengage cognitively kuhusu mambo ya maisha. Kwa hiyo hawana kina. Tukasema lakini kwa nini hawafikiri? Kwa nini hawana hiyo propensity? Kwa nini hawana huo mwelekeo wa kufikiri? Tukasema inaonekana hawajui mambo ya kufikiri. Hawajui wafikiri juu ya nini? Hawana agenda. Kwa hiyo tukaorodhesha sisi agenda yetu, tunaita primary agenda. Mwaka huu namalizia kitabu kilichotokana na mazungumzo yale. Title yake ni hiyo, primary agenda. Elewa mambo ya kufikiri, ya keep your mind busy. Sio tu keep your mind busy, lakini ya apply your mind kwenye hayo mambo ili uwe na depth katika maisha na ujulikane kwamba we ni mtu wa depth, sio mtu superficial. Hiyo ni sehemu ya branding yako. Kwa hiyo nasema hapa kuwa deep in your approach to life badala ya kuwa superficial. Reputation yako, mahusiano yako, ni aina gani ya mahusiano unayo, na dealings zako ulizo nazo unahusiana namna gani? Hayo mambo yanahusiana na personal branding, kwamba hiyo ndio nini. Kwa hiyo personal branding ni swala la consistent na persistent messaging about yourself. Consistent and persistent messaging about yourself. Leo usionekane mwamba, shujaa, kesho unaonekana mtu mnyonge, mwoga. Leo usionekane hodari, makini katika mambo, kesho kutwa unaonekana midioka, unafanyaga chochote. Hiyo sio consistent. Na sio kwamba leo unaonekana uko vizuri, kesho kutwa hauko vizuri sana. Hiyo sio, kwa sababu mambo yamekuwa magumu. Hiyo sio persistent. Kwa hiyo inatakiwa iwe consistent and persistent messaging. What message are you sending about yourself? Hiyo ndio personal branding.